Madam, riba inaruhusiwa kwenye mapenzi? Mfano? Kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia yoyote anayekupa upendo mrudishie mara 2 yake, akisema hivi riba kwenye mapenzi inaruhusiwa. Hili unaliwekaje madam? Inapendeza mtu akikupenda umpende mara 2 yake. Lakini hii ni siri sasa, sijui jamani, wanawake watanisuta. Nisameni tu dada zangu, wiki nimependwa sana. Ngoja tu niseme. Wanawake ukimpenda akajua unampenda kisawa sawa, hata kama ikawa ni usanii. Najua wanaume mashallah kwa kuigiza mko top notch kama vile wanavyofanya wanawake. Wiki hiyo ukajitahidi ukampenda, hata kama alikuwa na dhahabu zake chini ya meza ataenda kuzitoa akupe. Hata kukupenda tu atakupenda hiyo wiki, atakuheshimu. Kama ana zawadi zake kapewa na mama yake atakupa. Ndio maana yani unaona wanaume wengi sana waliofanikiwa kwenye biashara, kwenye kazi zao, wamepandishwa vyeo, wanawake zao wanafurahi. Ule msemo wazungu akisema happy wife happy life, wana maana kwamba ukimfurahisha mke wako mambo yako yote yananyooka. Unaweza hata ukao unaenda kazini masaa 24 unafanya kazi, huna muda wa kupiga simu isipokuwa unatuma tu voice, unamsifia alivyo mzuri, macho yake alivyo mazuri. Unashangaa unaombewa dua, wewe mwenyewe unashangaa, hizi dua zote nimefanya nini kustahili hizi dua? Hakuna watu wanatoa upendo kwa riba kama wanawake. Hasa ukiwapenda, ukiwajulia kuwapenda, wanatoa. Na nikwambie kitu, sisi wala tuhitaji hata mambo mengi. Kutukumbusha tu kwamba sisi ni wazuri. Yaani utukumbushe tu mara kwa mara kwamba wewe ni mzuri. Tukikutumia, maybe tumekutumia kichwa, unaweza, yani sisi wenyewe tunajua kwamba kiko vibaya. Wakasema bana, round ya kichwa chako iko round nzuri. Hivyo tu. Yani hadi leo bado sijajuta kwa nini nimekuchagua. Wanawake tulikutana nao kwenye mkutano wa wanawake, tulienda nasema inaitwa Kwale. Tulienda mkutano wa wanawake. Wanawake walikuja wakaniambia, Lela, tunaomba utusifie kwa sababu tuna mwaka wa 7 kwenye ndoa, waume hawajawahi kutusifu. Mwaka wa 7 tunajisahau, tunavaa mbele yao, wanaume wanaguna tu. Sasa Deshaga kuna kicheko kimetoka sehemu ya pili pia. Sasa mimi nauliza kaka zangu katika imani. Yaani mke wako akaambiwe kwenye tamasha la wanawake kwamba yeye amependeza. Tamasha lolo lilipia wewe. Hii hali ya kujifanya kama we ni chuma chakavu itaisha lini? Kwani ukimsifu tu au ukamchukua video akiwa anatembea, wewe ukachukua video kwa nyuma ukamtumia, wewe Singida Dodoma ukamtumia, unaongea hivi, nani atakucheka? Kwa sababu ile ni voice ambayo atakuwa anaisikiliza mara kwa mara. Hata akiwa amekosa rejesho hiyo wiki, atakuwa anasikiliza ile voice ulomwambia. Ndio. Mfano ukamwambia mke wako kwamba alikuwa na chunusi, umenotice zimeondoka, sasa hivi amebaki na madoa meusi meusi, ukamwambia haya madoa meusi yanakufanya kidogo unakuwa unafifia. Je, kuna dawa unaweza kaniagiza nikakuletea? Hizi dawa nyingi zinauzwa 25,000, 35,000. Wewe hata ukipambana unaweza ukaipata hela. Hata kama ukiikosa unaweza kumletea 10,000. Bwana nimekuletea mchango wa kununua dawa yako ya madoa ya sura. Atapaka hii skin care kwa wakati maalumu kila siku, kwa sababu anajua umechangia ili akae sawa. Lakini mtu anavaa, anajipulizia perfume, mtu anajiangalia kwenye kioo mara 2, anatoka anarudi anavaa tena, husemi pongezi, husemi mke wangu umependeza. Anakuja kwenye gathering ya wanawake, mimi ndo nimsifu mke wako mimi. Wewe ndo umemuoa, wewe ndo umepata faida kupitia mke wako, eti mimi nije nimsifu. Wanawake wanakuaga na confidence nyingi sana, lakini wanaume mnaziua kwa kushindwa kuwasifia. Kuna mtu mmoja ameniandikia hapa, ananiambia kuna maneno aliwahi kutumiwa na mwenza wake mpaka leo hii yangali yanaishi moyoni mwake. Anasema, naona maneno yako yananitibu majeraha yangu. Anamwambia na upendo wako kwangu kipindi cha baridi ni sawa na koti.
maneno hayo anasema kila akiyatamka hivi. Mimi mwenyewe umeona hapa nimecheka. Nami ni mja. Yanakuwa yanampa furaha. Yeah. Kwa hiyo anasema unachokisema ni kweli kabisa. Yaani wanawake wanalaghaiwa na vitu vidogo vidogo sana kaka zangu. Mkigundua tu hii kodi, mbona mtaishi tu vizuri? Hata tukipokea kikoba Mungu akipenda mwezi wa 12, hela zote tutawapa. Kwa mnavyotufurahisha. Tutashona sare na nyinyi, matenge, makoti, wote vaa shati, mimi nashona gauni langu. Yaani nitakupa hela zangu zote za kikoba. Wala sitofanyia biashara. Au hata unaweza hata kulipia tiketi ujue ukasafiri. Ukinipenda vizuri. Naweza hata nikakupeleka hata makao huko. Kwani ni shilingi ngapi? Unajua sisi tunakuaga na hela sana. Sema tu hatuonekani kama tuna hela. Lakini tukiamua, tunawakatia tiketi tu, mbona hata naweza nikakukatia tiketi uende peke yako. Yaani wewe ukifika huko kazi yako ni kuenjoy tu, mimi niko huku nishalipa bill. Juzi mimi nilivyoenda Mombasa nimepewa taji limewekwa, limejazwa hela, ile taji. Basi nikapiga picha. Nikapiga picha nikatuma, ngambia sasa finally nitakununulia soksi pair 2. Asema kweli nimechoka na pair moja. Ndio nitakununulia soksi pair 2. Ni kitu yani ukiwa umefurahishwa, yani ukipata unatamani umpe. Lakini sasa nyinyi ambao hamupewi zawadi, hamununuliwi keki, hata mkiwa mmepotea hamjulikani mmepotea wapi. Kuna mmoja alinipigia simu kwamba mume wake hawaelewani, nikamwambia mfano hamuelewani. Leo asubuhi ameamka amevaa koti la rangi gani? Anasema hata akiondoka kazini huwa simuoni. Hata akiwa sasa hivi amepotea. Nikaambiwa na polisi, haya mtambue mume wako alipoondoka nyumbani amevaa nguo gani. Sitambui kwa ajili ya jeuri. Ujeuri. Kwa nini mko majeuri? Mbona kwa mama zenu amui wa jeuri? Kwani ukimsifia mtu unapoteza nini Mr. Hatim? Tusifieni tu. Tunachoka. Tunachoka. Mbona si tunawasifia?